Ulipopata balehe ya miaka yako 20, 21, 16, 17 anakuona tu. Hujaswali hata siku moja. Wewe vimwana na wewe kama kukaba. Tena wengine anakaba zile za mbao za misumari ya zamani, yani zile. Anaweka hapa, afu anakaba. Kama umezini, fanya istighfari. Kama unaishi na kimada, fanya istighfari. Oa. Alafu watoto siku hizi, watoto vimwana, bei chetu. Ndiyo bei chetu. Sio mekaa mtaani tu wale zungusha mtaani tu kwa mekaa 2000 3000. Sasa ukaa naye mzuri kama yule, ukamsomesha, ukamwelekeza, akakubali dini. 500 kila siku jumlisha mara mwaka, hiyo shingapi? Unamficha mtoto ndani, anakula ugali wako tu burudani. Oweni vijana mdo, wacheni kuendelea na zinaa, haifai. Dating hazina mpango. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na pia kumtakia ziada rahma kipenzi cha umma bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tunawakaribisha katika chaneli yetu pendwa ya Bani Saadi TV. Tunawakaribisha katika kipindi chetu kipya, tafakuri ya maisha, tutakachokuwa nacho katika chaneli yetu pendwa ya Bani Saadi TV. Na tafakari yetu ya maisha hivi leo, Allahu yad'uka, Allah anakuita. Kwa nini Allah anakuita? Allah anakuita. Kwa nini anakuita? Anakuita kwa sababu kuna ambako amekuona unakwenda, au kuna ambako unakikimbia, au kuna kitu ambacho unachokikimbia. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala amekuona uko unakokwenda, huko atapotea. Kwa hiyo anaamua kukuita. Na hili Allah subhanahu wa ta'ala amelisema ndani mwa surati Dhariyati, kwenye ile kwenye surati Dhariyati pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, fafirru ila Allahi inni lakum minhu nadhirun mubin. Fafirru ila Allah. Fafirru ila Allah, maana yake nini aya hii? Kimbilieni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fafirru ila Allah, kimbilieni kwa nani? Kimbilieni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwenye aya hii watu wa balagha kwenye hii fa, au watu wa nahwu kwenye hii fa wameipa jina fau gani hii? Akaita jina kwamba hii fa ya hapa iliyokuwepo fafiru, fa hiyo inaitwa fa'u taqib, wanaita fa'u taqibi. Yani inakuja baada ya kumaliza maneno, hapo unatakiwa ufanye. Na maana yake inakutaka nini? Uwe na haraka ya kufanya hilo jambo. Lakini fafiru, neno lenyewe fafiru, kimbieni, maana yake kuna kitu nyuma kinachohofisha, kinachokuogopesha, ambacho kinachokutisha. Ni kitu gani hicho? Ambacho mpaka Allah subhanahu wa ta'ala fafiru ila Allah, basi kimbilieni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huko nyuma kuna shirki, kuna zinaa, kuna madhambi, kuna nini, kuna ushirikina, kuna aidha mbalimbali. Hayo yote ni mambo ambayo makuruhu, yani kuna kitu kinachokimbia, kitu chenye nini? Kitu ambacho chenye kuchukiza, makuruhu. Kwa kuwa ni makuruhu, kwa kuwa unakiogopa, Allah sema basi fafiru ila Allah, njooni kwa Allah tabaraka wa taala, tuje kwa Allah subhanahu wa taala. Kwa nini? Kwa sababu kwa Allah subhanahu wa taala kuna msamaha, kwa Allah subhanahu wa taala kuna amani, kwa Allah subhanahu wa taala kuna salama. Fafiru ila Allah. Kisha Allah tabaraka wa taala anaendelea kwenye sehemu ya mwisho aya, anasema, ambao bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, inni lakum minhu nadhirun mubin, hakika yangu mimi kwenu nyinyi nadhiru, mkhofishaji, mwenye kwa indhari watu tena wa wazi. Hii ndio kazi ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni lakum minhu, mimi kwenu nyinyi nadhiru, ni mwenye kuhofisha tena wa wazi. Fafiru ila Allah, kimbilieni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anakuiteni, anatuita kwenye nini? Yakulu tabaraka wa ta'ala, fafiru ila Allah, kimbilieni kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu yad'ukum, Allah anakuiteni. Wallahu yad'u ila Daris Salam, Allah subhanahu wa ta'ala anawaita nyinyi kuja katika Darus Salam. Sio Dar es Salaam hii, Dar es Salaam hii ya kwetu sisi, sio hii. Wanaita vijana TMK
Dar es Salaam, jiji la gharama, watu wake waishi kwa mama, sio hii. Hapa Allah Subhanahu wa ta'ala anasema wallahu yad'u ila Dar es Salaam, Allah anawaita nyie kuja katika nyumba ya amani, nyumba ya salama. Hadhihi ayatu min alqur'ani alkarim, hii ni katika aya iliyo katika Qur'ani tukufu, ambayo Allah Subhanahu wa ta'ala aya hii ameunganisha hali za Waislamu hivi leo, kiasi akasema wallahu yad'u ila Dar es Salaam. Anna almaqsuda hadha, maqsudi ya Dar es Salaam hapa ni nini? Janna, hiya aljanna. Kwa hiyo Allah anawaita nini? Anawaita katika pepo. Huku kuna shirki, kuna madhambi, mnakimbia, basi kimbieni. Kwa nini? Kwani katika kitu gani? Wallahu yad'u ila Dar es Salaam, Allah anawaita nyie vijana wote mje katika nyumba ya amani. Kama maisha magumu huko, njooni katika dini ya Kiislamu. Kama muelewi, njooni katika dini ya Kiislamu. Huko kuna kila kitu. Fafiru ila Allah, wallahu yad'u ila Dar es Salaam. Kwa hiyo kama vijana, wavulana, wasichana and so on, kimsingi kuna vitu vyogopa. Watu hawana kazi, maisha si kitu gani, yote kwa yote tumtegemee Allah Subhanahu wa ta'ala kwa kufanya asbabu za kuendesha maisha, hata sababu zikiwa ndogo ndogo, Allah Subhanahu wa ta'ala atatia baraka zake kwenye jambo hilo. Kwa hiyo wallahu yad'u ila Dar es Salaam, Allah anawaiteni nyie katika nyumba ya amani ambayo ni peponi. Wallahu yad'u ila Dar es Salaam. Kuna aya nyingine Allah Subhanahu wa ta'ala anatupa matokeo ya waliokuwa huko nyuma kidogo wakati wa Mtume Muhammad sallam, kiasi kwamba kuna aya nyingine Allah Subhanahu wa ta'ala anasema ulaika yad'una ila nari, hao kazi yao kukuita, wanalingania watu katika moto. Wallahu, na Mwenyezi Mungu yeye yad'u ila aljanna, anawaiteni nyie kuja katika pepo. Alafu wal maghfira, na anawaiteni Allah Subhanahu wa ta'ala kuja katika msamaha biidhni, kwa idhini yake. Subhanallah, Allah anatuita sisi katika nini? Wallahu yad'u ila aljanna, Allah anatuita sisi tuje peponi. Kwa maana kivipi? Kwa kutenda matendo yaliyo mema na kuacha yale kumasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Faida yake nini? Anataka kutuingiza peponi. Lakini si hivyo tu, wallahu yad'u ila aljanna wal maghfira, na Allah anawaita ninyi ili aje kuwasamehe. Kwa hiyo kama mlikuwepo kwenye mambo ya ovyo ovyo huko mwaka wako kwanza miaka 15, hapa mje anaandikiwa madhambi 15, 16, 20, 30, sasa miaka una umri wa miaka 35, kuna yale ambayo umeyakosea kwenye 35 kutoka 15, zile ambazo mtu andikiwi mambo ya makosa yake. Kwa hiyo ana miaka 20 hapo tayari kashaanza kuingia kwenye kitabu cha kuandikiwa mabaya yake. Kwenye kipindi hicho sasa, wallahu yad'u ila Dar es Salaam, wallahu yad'u ila aljanna, Allah anawaita katika pepo. Wal maghfira, anawaita nyinyi aje awasamehe madhambi yenu biidhnihi, kwa idhini yake Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yubayinu ayatihi, na Allah anabainisha aya zake na kuwezesha linnas, kwa watu, la'allahum yatafakkarun, ili wao wapate kutafakari. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa ta'ala anatuita sisi, anatulingania sisi, anatutaka sisi, anataka kwenye nini? Anatutaka Allah Subhanahu wa ta'ala katika pepo yake. Hadhihi ibara ama hadhihi aya hii tukufu, Allah Subhanahu wa ta'ala anatuita sisi, anatulingania sisi kuja kumuomba, kuja kupata pepo yake kwa kufanya msamaha. Allah anataka kutusamehe madhambi yetu. Na ndio maana kwenye aya nyingine Allah Subhanahu wa ta'ala asema wallahu yuridu an yatuba alaykum, na Allah mtukufu anataka awasamehe madhambi yenu nyie. Lakini wa yuridu alladhina yattabi'una shahawati, na wanataka wale ambao wao kazi zao siku zote kuwa wao kazi yao kufuata matamanio ya nafsi zao vile wanavyotaka. Wanataka nini? Antamilu mailan adhima, mumili kwao wao. Lakini pia Allah Subhanahu wa ta'ala nini? Yuridu an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu dhaifa. Allah Subhanahu wa ta'ala yuridu an yukhaffifa ankum, anataka awafanyie takhfifu nyie, awapunguzie nyinyi kutokana na mizigo mlionayo. Kwani wa khuliqa al-insanu dhaifa, mwanadamu kimsingi ameumbwa kuwa ni dhaifu. Kwa hiyo wallahu yuridu an yatuba alaykum.
Allah yuko tayari. Kwenye aya hii Allah Subhanahu wa ta'ala anaonyesha kwamba yeye Allah Subhanahu wa ta'ala yuko tayari kutusamehe sisi. Ndio maana kuna hadithi nyingi Allah Subhanahu wa hadithi Qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala anateremka katika wingu wa dunia kuanzia ile usiku wa thuluthi layli, akinadi na kusema hal min mustaghfirin, yupo anayeomba msamaha, faaghfiru lahu, ni msamehe, wal min taibin, na yupo anayefanya toba, anaomba toba saizi, faatubu ilayhi, ni msamehe, fahal min sa'ilin, yupo mwenye kuomba hivyo. Wallahu yuridu an yatuba alaykum, na Allah yuko tayari nyinyi kuwasamehe. Ndio maana imethibiti kwenye hadithi sahihi, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiomba msamaha kila siku mara 70, na riwaya nyingine imekuja alikuwa akiomba msamaha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kila siku mara 100. Nani? Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sindo inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Amesamehewa, ndio Bwana Mtume sallallahu amesamehewa, lakini pamoja na kusamehewa kwake kila siku alikuwa anaomba msamaha mara 100, anaomba msamaha mara 70. Kaifa bi wa bika, vipi mimi na wewe? Mimi na wewe basi imefikia hatua sasa, ana zamanu an nastaghfira Allah, zinakurubia basi zana kwa sisi vijana na wazee wa umri wote tunaotumia kumwomba msamaha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kwa nini tunamwomba msamaha Subhanahu wa ta'ala? Kwa sababu Allah yuko tayari kutusamehe. Kwa nini yuko tayari? Kwa sababu kuna kipindi tafikia hatua wewe unataka uombe msamaha usamehewe, hakuna atakaye kusamehe madhambi yako. Kipindi gani? Pindi roho itapokuwa katika gharghar, inapokuwa imetoka pale hakuna toba bwana. Jua atakapotoka wale limefika magharibi huko halirudi tena, hapo toba hakuna. Kwa hiyo wallahu yuridu an yatuba alaikum, na Allah anataka kusameni. Kwa hiyo kama Allah anataka kusameni, fanyaje? Istaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim, basi muombeni msamaha Allah Subhanahu wa ta'ala, hakika yake Allah Subhanahu wa ta'ala ni mwenye kusamehe tena mwenye huruma. Wallahu yuridu an yatuba alaikum, Allah anataka nini? Awasamehe. Allahu yad'ukum, Allah anawaita nyie, anawaita katika nini? Kama ilivyokuja katika aya nyingine Allah Subhanahu wa ta'ala asema yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum, anawaiteni ninyi ili Subhanahu wa ta'ala awasameheni nyie katika madhambi yenu. Yupo miongoni kwetu yeye eti anaweza kuthubutu akasema kama mimi nina mema tu nayotenda, na yupo miongoni mwetu anathubutu akasema kwamba eti mimi nina mabaya tu sina hata jema hata moja? Hapana. Ndio maana wataalamu wa tarbia wakasema faman minna lam yusiqatu, na yupi miongoni mwetu ambaye hajapata hata mara moja kukosea, wa akhirukum ila ajalin musamma. Ndugu zangu, Allah anatuita katika kuelekea toba, Allah anatuita katika kuomba msamaha, Allah anatuita katika pepo yake, Allah anatuita katika kutenda matendo yaliyo mema. Pia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadithi mashuhuri, hadithi ya Abi Huraira radhiallahu anhu, hadithi ambayo ipo katika Sahih Muslim, imekuja akisema maneno haya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama mathali wa mathalu nasi kamathali rajulin, innama mathali, hakika si vinginevyo mfano wangu mimi, wa mathalu nasi, na mfano watu mwingine nini? Kamathali rajulin, kama vile mfano wa mtu fulani, istauqada nara, aliwasha moto. Istauqada nara, aliwasha nini? Moto. Falamma Allaati ma haula, pindi ule moto ulipowaka ukawa umetanda pembezoni mwake, ikawa nini? Ja'ala al-farashu, wakawa wale wadudu wadogodogo wale walukao wale, sawa, wa hadhi dawabu, wakawa vipi? Wanaingia katika ule moto, wanakwasha moto umeenea pale.
Sasa kimsingi na hii binadamu unaweza ukaona mwenyewe, mfano jioni washa moto pale, afu uone wadudu wanapotoka kule wanakimbia katika ule moto, yaani wanakuja wenyewe wanajiingiza. Fajala yanzi'uhunna, basi akawa mtu anatoa wale wadudu wasiingie katika ule moto, lakini wao wanakuja tu. Sasa mfano huu ndio mfano wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeye ameletwa kwetu, amekuja sisi, anasema ameletwa kwetu, anasema fa ana akhudhu bihujzikum, mimi nimekuja na kamata sehemu zenu za kiuno za nyuma hivi. Anatuona kabisa tunataka kuingia kwenye mabalaa, kwenye hatari, kwenye shirki, anatukamata hivi, anatuzuia. Hataki tuingie kwenye maangamizi, anatuita huku sisi kwenye kheri, kwenye baraka, katika kumfuata yeye Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuja pia, anafanya kazi ya kutuita sisi kuja katika dini ya Kiislamu, ili tusije tukaingia katika moto wa Jahannam. Kwa hiyo Allah mwenyewe anatuita katika istighfar, na Allah anatuita sisi, anatuzuia. Lakini kwa bahati mbaya kwenye hadithi ikaendelea kaja kusema wahum yaktahimuna fiha, kisha anatukamata tunajiondosha kwake yeye. Hatutaki yani kuzuiliwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nini maana yake? Maana yake kwamba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuja kuwa yeye ni mwenye kutuonya sisi na kutupa bishara, lakini sisi hatuko tayari kufanyia kazi yale maonyo yake aliyotuonya, na wala hatuko tayari kufanyia kazi ile bishara yake aliyotubashiria ama anayotubashiria Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na wakumbusha tu kipindi chetu cha leo, tafakuri ya maisha. Tafakuri yetu ya leo kwamba Allah anakuita kwenye nini? Tumesema Allah anakuita kwenye Darus Salam, anakuita kwenye nyumba ya amani, na nyumba ya amani tukasema mradi wake ni pepo, kwamba kutaka yote ni matendo yaliyo mema ili uingie peponi. Lakini tukaja kusema wallahu yad'ukum, Allah anawaiteni ni ila al-maghfira, katika msamaha. Na tukaja kusema pia vile vile wallahu yuridu an yatuba alaikum, Allah yuko tayari ataka kuwasamehe subhanahu wa ta'ala. Lakini si hivyo tu, tukasema Allah anataka kutupa toba, kutusamehe kutokana na madhambi yetu. Kwa nini? Kwa sababu sisi ni madhaifu, sisi ni wakosaji. Allah yuko tayari. Ukiwa wewe basi kama kijana na unahisi kwamba kweli kuna katika maisha yako kuna sehemu umeteleza, usisubiri kesho. Leo yako ndio leo yako, na kesho yako sio kesho yako. Hujui kama kesho utafika. Muombe msamaha Allah Subhanahu wa ta'ala hivi sasa. Muombe mwongozo hivi sasa. Usisubiri kesho. Tafakuri yetu ya leo tunasema Allah anakuita. Kwa nini tunasema Allah anakuita? Kwa sababu amekuona unaanza kupotea. Tangu ulipopata balehe ya miaka yako 20, 21, 16, 17, anakuona tu. Hujaswali hata siku moja. Wewe vimwana na wewe kama kukaba. Tena wengine anakaba zile za mbao za misumari ya zamani, yani zile. Anaweka hapa, afu anakaba. Lakini leo kuna design nyingine ya kukaba, ni watu wanakaba kwenye mitandao. Wanashumulia tu mapesa yetu. Kijana, umri wako sasa ushakwenda. Fanya istighfari, fanya toba, rudi kwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Hizi kabari za mbao zishapita kwa wakati. Muombe msamaha Allah Subhanahu wa ta'ala, na Allah atakusamehe. Bwana wewe unafanya vitu gani bwana wewe? Jana umefanya mambo mangapi? Au nikupe kile kisa cha walikuwa kabla kule. Kuna bwana mmoja aliua 99. Akatoka kwenda kutaka kuomba msamaha, kwenda kwa shekha amuelekeze ipi toba. Ile bwana, nimekuja kuomba msamaha nini? Nimekuja unielekeze nataka kutubia nini? Nimeoa 99. Akusamewa. Jamaa kwa nini mshamba ni? Utajua wewe. Akamalizia 100. Alipomalizia 100 jamaa hata nafsi na msuta. Akatoka mguu mosi mguu pili akaenda kwa mwanachuoni mwingine. Akaenda kumwambia, "Sheikh, mimi nimekuja bwana, nataka niombe msamaha nitubie nini? Nimeua tu 100. 100 ina shida. Vigezo na masharti vizingatiwe."
unatakiwa uhame, uachane marafiki, kaka yako peke yako huko. Akaenda huko akaomba msamaha, akasamehewa. Wewe umeua watu ngapi? Wawili watatu. Mwenzio 100 akasamehewa. Simuelewa. Kama umezini, fanya istighfari. Kama unaishi na kimada, fanya istighfari, oa. Halafu watoto siku hizi, watoto vimwana bei chetu. Bei chetu. Sio mekaa mtaani tu wale zungusha mtaani tu kwa mekaa 2000 Sasa ukaa naye mzuri kama yule, ukamsomesha, ukamwelekeza, akakubali dini ile, subhanallah, tuseme 1500 kila siku jumlisha mara mwaka, hiyo shilingi ngapi? 500,000, si laki ngapi? Sasa 500,000 unamlipa mahali, unamficha mtoto ndani, anakula ugali wako tu burudani. Oweni vijana, muda ndio wacheni kuendelea na zinaa, haifai. Dating hazina mpango. Ndugu zangu, niombe kwa ufupi kwamba kama kijana, kwa hii mada ambayo umesikiza hapa mkononi, kwamba imekuelewa na una maswali utakuuliza, unaweza kuuliza. Karibu kabla hatujaisha katika kipindi chetu. Haya, tunaposema Allah anakuita kwa njia zipi? Kwa njia nyingi, tumetaja moja tu. Tena Allah ameweka utaratibu wa kuweka watu maalumu, kazi yao kutuita sisi. Allahu akbar, Allahu akbar. Nini hiyo? Adhana hiyo. Anakwenda msomaji adhana, anakwenda kusema hayya ala sala, njoni tuswali. Hayya ala al-falah, njoni mfaulu. Hii ni moja katika aina ya njia ya kutuita sisi, na wote njia hii tunaisikia. Hiyo peke yake inatosha. Ni ile aya ambayo tumesema pale, Allah anataka wasamehe, lakini hao mashetani, makhabithi, watu wabaya ambao mtu anakuwa nao 100%, wao wauriduna antamilu mailan adhima. Wao wanataka umili kwa wao tu, uachane na dini ya Allah, uwe karibu nao tu. Ndio maana katika sharti za kutoba unatakiwa ufanye sharti 4, tunakuja kuzielekeza kwa baadaye. Na ndio maana yule aliyoua watu 100 alipokwenda kula elekeza, unatakiwa uhame katika mji wako, uhamie katika mji mwingine, na uachane na marafiki. Kwa hiyo unataka kutubia sasa hivi, unatakiwa kutubia, jichenge na marafiki wabaya. Kaa na marafiki wema, kaa na watu wema, kaa katika vikazi vyema. Watu wema watakuambukiza ule wema, lakini ukiendelea kukaa na watu wabaya, watakuambukiza ule ubaya, na itakuwa ngumu kutoka katika ubaya huo. Ikiwa mtu amezama katika dimbwi la madhambi na anataka kutubu, aanze vipi? Taratibu zipo, na taratibu za kwanza unatakiwa, kama tunasema, shiriki katika darasa mbalimbali, tafuta ustazi, mwalimu, tafuta rafiki mwema. Na rafiki mwema tunasema kama alivyoelekeza Bwana Mtume SAW, mfano wa mtu mwema na mtu mbaya ni kama vile mtu alikaa na rafiki mwema, kama vile mtu alikaa na muuza mafuta ya kunukia. Ukikaa naye aima atakupaka kidogo uonje hivi, au atakupa na wewe. Lakini ukikaa na mtu rafiki mbaya, kama vile mtu anakaa kwa mpuliza vyuma. Yule mpuliza vyuma akipuliza yule, unaweza ukavuta harufu mbaya, au akakupa, au ukapata cheche za moto. Kwa jambo la kwanza unataka kutubia, achana na marafiki hawa wabaya 100. Tena watoke kidogo, kwa sababu shaka azma watoke kidogo, hatimaye watu wema ukiwa nao watakuelekeza, utadumu nao, hatimaye utajitoa kwenye matatizo na majanga ulionayo. Hatua ya kwanza ambayo anatakiwa aanze nayo, kusema kweli, ni yeye mwenyewe kutia nia katika nafsi yake, na aseme kama neno ambayo imewahi kusema huko nyuma. Imesemaje na vijana? Hapa nilipofika pana tosha. Akasema hivyo, hapa nilipofika panafanyaje? Pana tosha. Na yeye kija kusema hapa nilipofika sasa pana tosha. Basi kama dhambi nishafanya sana, kama uasharati nishafanya sana, kama zinaa nishafanya sana, kama hatua ya kwanza, tia nia. Kwa mimi nasema basi, sema no kuendelea na machafu. Basi hii ndio hatua ya kwanza. Ukishasema basi, hatua ya pili sasa ndio tumeisema, ni ile ya kwenda sasa kwa ahlul ilmi, kwenda kwa watu wema. Unafuata Sheikh Samani, bana mimi na 1 2 3 naomba nielekeze sawa dini hivi. Kusema kweli kabisa mambo yatanyoka
na utakuwa vizuri. Wangapi walikuwepo hivyo wamepinda, lakini leo wamenyoka tena kiasi kwamba wameweza kuwapita watu ambao waliokuwa wao katika mstari kabla yao. Ukifanya hivyo utakuwa umefaulu. Tafakuri yetu ya mwisho kwenye yetu asema, tafakari leo badili maisha. Tafakari leo badili maisha. Napenda sana, usisahau kulike pamoja na kushare, bila kuacha comment zako kwenye channel yetu pendwa ya Bani Saadi TV. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.